Katika jiji lenye kelele nyingi na mwanga usiozima hata usiku, aliishi tajiri mmoja maarufu kwa jina la Karimu. Alikuwa na makampuni mengi, kuanzia ujenzi hadi mawasiliano. Tajiri huyu alikuwa na kila kitu: magari ya kifahari, nyumba kubwa, heshima mtaani, lakini hakuwahi kuwa na kitu kimoja tu: mapenzi ya kweli. Siku moja alipokuwa kwenye sherehe ya wahisani, alikutana na binti mmoja mzuri ajabu. Alikuwa amevaa kanzu ya bluu iliyomeremeta kama samawi. Jina lake aliambiwa ni Mwalika. Macho yake yalikuwa marefu, sauti yake tulivu, na kila alichokisema kilikuwa na mvuto usio wa kawaida. Muda mfupi tu Bwana Karimu alijikuta akitumbukia kwenye dimbwi la mapenzi. Mwalika hakuwa na familia wala historia iliyojulikana. Alionekana kama aliyedondoka tu kutoka angani. Bila kuchelewa, Karimu alimuoa Mwalika. Harusi yao ilifanyika kwenye ufukwe wa bahari ya Hindi. Watu mashuhuri wakahudhuria. Baadhi ya wageni walihisi kitu cha ajabu, kwani hali ya anga ilibadilika ghafla wakati Mwalika akiingia jukwaani. Upepo mkali ulipita na mara jua likatoweka kwa sekunde kadhaa, halafu jua likarudi kwa mwangaza wa ajabu. Baada ya harusi, maisha yao yalianza kwa furaha. Karimu alimjengea mke wake jumba kubwa lenye vyumba 20, bwawa la kuogelea na hata bustani ya maua kutoka kila bara. Lakini mambo yalianza kubadilika pole pole. Karimu alianza kugundua mabadiliko ya kifedha. Kiasi kikubwa cha pesa kilikuwa kinatoweka kutoka kwenye akaunti zake bila maelezo. Alipowauliza wafanyakazi wake, hakuna aliyeweza kuelewa ni nani anayevuta mamilioni hayo. Kila siku aliamka na kukuta mke wake yupo kitandani. Akianza kumfuatilia, alikuwa anamuona Mwalika akisimama nje ya nyumba yake, akizungumza kwa lugha isiyoeleweka huku akiangalia mwezi. Mara nyingine alipiga kelele za ajabu usiku. Karimu alipojaribu kumkabili Mwalika kuhusu mambo hayo, alipoteza fahamu na kuamka baada ya siku 2. Daktari hakuweza kueleza sababu. Baada ya hapo alimuogopa sana mkewe, lakini hakuacha kumpenda. Siku moja Karimu alimtembelea mchungaji mmoja wa zamani aliyekuwa rafiki wa familia. Alipomsimulia kilichokuwa kinatokea, mchungaji huyo alimpa ombi la pekee na kumwambia, jaribu kumpiga picha mkeo usiku wa manane, lakini usitafute macho yake. Karimu alifanya hivyo. Usiku huo alijificha kwenye chumba cha kamera, na kupitia kamera ya usiku alimwona Mwalika akiwa uchi, akiruka angani na kufuata mwanga wa mwezini. Mwili wake ulianza kubadilika, mikono kuwa mirefu, macho kuwa mekundu na miguu kugeuka kama ya mnyama. Karimu alipiga kelele kwa hofu. Asubuhi yake alipokuwa anajificha, Mwalika alikuja kwake, macho yakiwa meusi. Mwalika akamwambia kwa sauti ya kina, nilikupenda, lakini sasa umejua asili yangu. Mimi ni wa ukoo wa jini Malkia. Niliagizwa nikuangamize kwa tamaa yako ya mali, lakini moyo wangu ulikuwa na huruma. Sasa nitakuacha, lakini utabeba alama ya upendo huu maisha yako yote. Ghafla Mwalika alitoweka. Nyumba yote ikatikisika na vyombo vikatoka nje vikielea hewani kama vimepagawa. Baada ya siku hiyo, Bwana Karimu alipona, lakini mali zake zote zilipotea. Akaunti zilifutwa
nyumba ziliungua kwa moto wa ajabu na makampuni yakafilisika. Hata hivyo, alipata maisha ya kawaida. Alirudi kuishi kijijini kwao akiwa mkulima mdogo. Watu wengi walimsimulia kuwa aliwahi kumuona mwanamke mzuri sana akizunguka mashambani usiku akimlinda kwa mbali. Bwana Karimu hakuwahi kuona tena, lakini kila alipoulizwa kuhusu maisha yake ya zamani alitabasamu na kusema, nilimpata mrembo wa dunia, lakini kwa bei ya roho yangu. Mapenzi ya kweli hayawezi kununuliwa, na si kila uzuri una baraka. Tamaa ya mali au uzuri wa nje bila kutafuta kiini halisi cha mtu inaweza kuleta maangamizi. Mapenzi ya kweli yanahitaji hekima, si hisia pekee. Asante kwa kusikiliza stori hii.